Kama unataka kujua kwa nini laana zinakufuatilia au kwa nini laana zinawafuatilia watu, mtu wa Mungu, majibu yapo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 28 kuanzia mstari wa 15. Biblia inasema kwamba, lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie na kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Maana yake ni kwamba kama Mungu amesema hivyo, maana yake ni kwamba yani hakuna namna unaweza ukazikwepa hizo laana ikiwa umekiuka kusikia na kuyafanya maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba itakuwa usipotaka kusikiza sauti ya Bwana, usipotaka kusikia neno la Mungu, usipotaka kumsikia Mungu anasema nini kupitia watumishi wake, usipoangalia kufanya maagizo yake na amri zake, usipokubali kufanya maagizo ambayo Mungu anakupatia, amri zake ambazo anakuagiza, anasema kwamba laana zote hizo zitakuijia, zitakupata. Manake kama zitakupata, Mungu anasema zitakupata, manake mganga hawezi kuzuia hizo laana. Hata uende kwa mganga gani, hizo laana zitaisha. Hata uende kwa mtaalamu gani, hata uende kwa mshauri gani, kama ni laana kwenye biashara, kwenye kazi, utatafuta wataalamu mbalimbali, wataalamu wa ulimwengu wa roho, kwa maana ya msaada wa kiroho kupitia giza, lakini hautaweza kufanikiwa mpaka utakaporudi kwa Mungu, mpaka ambapo utarudi kumsikiliza Mungu na kuyatii maagizo yake, ndipo utakapoanza kufanikiwa. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamaliza pesa zako kuwatumia wataalamu, business consultants wakusaidie, lakini bado hawataweza kukusaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kinachofanya kazi ni laana. Hiyo laana iko beyond human capacity to handle. Kwa hiyo usipoteze muda wako, mtu wa Mungu. Zaidi unatakiwa ni kurudi mbele za Mungu, kumsikia na kutii maagizo yake. Anasema kwamba usiposikia sasa na kumtii, utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Maana yake hakuna mahali utakapokaa ukafanikiwa. Kile utakachokifanya maana yake kitaharibika. Mambo yako yote yatavurugika. Hakuna jambo utalifanya likakaa sawa. Anasema litalaaniwa kapu lako. Anasema utalaaniwa uzao wa tumbo lako. Ng'ombe wako utalaaniwa uingiapo na utokapo. Maana yake kila mahali unapoingia milango inakuwa haikubariki. Mambo yako yanakuwa hayafanikiwi. Kila mahali unapoingia na unapotoka unakuwa unalaaniwa. Mtu wa Mungu, ukitaka sasa hizi laana zisikufuate, maana yake ni kinyume chake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake inabidi ukubali kusikia na kumtii Mungu anachokwambia.